Nilipokutana na mke wangu, alikuwa mwanafunzi wa mwaka wa pili chuoni. Wakati huo, alikuwa amesimamisha masomo kwa kukosa ada. Hivyo alikuwa akifanya kazi kwenye duka dogo la vinywaji pale mtaani. Nilipomwona, nilivutiwa naye kutokana na ucheshi wake na tabia yake nzuri. Nilimwomba tuanzishe mahusiano, naye akakubali. Baadaye, niliamua kumsaidia ada ya chuo na kumpangia chumba pamoja na mahitaji yote muhimu. Kwa kweli, nilihakikisha hakuna kitu anachokosa. Alipomaliza chuo, nilipambana sana kumtafutia kazi. Hatimaye akaanza kazi, ndipo nikamwomba tufunge ndoa. Hakusita wala hakukataa. Nadhani ilikuwa kutokana na jinsi nilivyoishi naye na msaada niliokuwa nikimpatia. Baada ya kuoana, tuliishi maisha ya furaha na amani sana. Ingawa umri wetu ulikuwa umepishana kidogo, nilikuwa mkubwa kwake kwa miaka 15, sikuona dosari yoyote. Baada ya mwaka 1.5, mke wangu alianza kuchelewa sana kurudi nyumbani. Nilipouliza, alisema kazi zimeongezeka. Pia nilipomuhitaji, alidai kuwa amechoka sana na anahitaji kupumzika. Maisha yaliendelea kwa mfumo huo hadi hivi karibuni. Usiku mmoja, nilitaka kuweka alamu kwenye simu yake ili niamke mapema, kwa sababu simu yangu ilikuwa na shida ya sauti. Niliposhika simu yake, nilikutana na ujumbe uliopasua moyo wangu vipande vipande. Ujumbe ulisomeka: kesho, hakikisha unabeba nguo za kubadilisha kwa siku 2, maana utalala kwangu siku hizo 2, ndipo urudi kwa huyo boya wako. Nikajiuliza, inawezekanaje mtu awe na ujasiri wa kuniita boya, mimi niliyemfanya mke wangu awe mwanamke kana alivyo leo? Nilipoteza majibu, nikakosa cha kufanya. Nilitulia tu. Kama kawaida yake, mke wangu alipanda kitandani na kulala. Asubuhi, alibeba baadhi ya nguo zake. Nilipomuuliza, alisema ana safari ya kikazi ya siku 2, hivyo hatarudi. Nilimjibu sawa, kisha nikaelekea kwenye biashara zangu, nikiwa siko sawa kabisa, nikijua ni wapi anapoelekea. Baada ya siku 2, nilipigiwa simu na jirani, akaniambia nifike nyumbani haraka, kuna shida. Nilipofika, nilimkuta mke wangu akiwa kwenye wheelchair, jicho moja limefungwa kwa bandeji, mwili mzima ukiwa na vidonda. Alikuwa ameongozana na polisi. Waliniambia kuwa mke wangu alifumaniwa na mpenzi wa yule jamaa aliyeniita boya. Katika purukushani, alitobolewa jicho na kuvunjwa mguu. Yule jamaa, wakati wa vurugu hizo, alichomwa kisu na kufariki papo hapo. Polisi walikuwa wamekuja kuchukua maelezo kama ninajua chochote. Niliwaambia sifahamu chochote. Wakasema wanamchukua mke wangu kwa uchunguzi zaidi, nami nikakubali. Baadaye, niliwapigia simu ndugu zake. Sandu siku hiyo, sijui kilichoendelea katika maisha yake. Niliamua kupotea kabisa katika mkoa ule na kuanzisha maisha mapya sehemu nyingine. Nilibaki na jeraha kubwa moyoni, lakini pia amani kidogo, nikihisi kuwa karma ililipiza kwa namna yake. Je, rafiki yangu, unadhani nilichokifanya kwa mke wangu ni sahihi au nimekosea? Je, unadhani napaswa kumsamehe na kumrudia? Tafadhali, naomba maoni yako hapa kwenye ukurasa huu wa Simulizi za Kweli hapa TikTok na YouTube.